Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Ndugu mpendwa mtazamaji wangu unayenifuatilia. Namshukuru Mungu kwa kuwa ni mwema na ni mwaminifu. Ametupa siku nyingine iliyo njema machoni pake. Naam, siku ya leo pia tutajifunza neno la Mungu. Kabla sijaendelea, tumuombe Mungu. Asante Mungu kwa kuwa ni mwema na ni mwaminifu. Libarikiwe jina lako, litukuzwe. Pokea sifa na utukufu, maana unatosha. Asante Bwana kwa wakati huu, naenda kuzungumza na watu wako. Mfalme, uwe pamoja nami nitumie. Na Mungu tunahitaji kukusikia. Amen. Somo letu la leo, Mungu anatenda kwa wakati wake. Mungu anatenda kwa wakati wake. Mungu anatenda mambo kwenye maisha yetu kwa wakati. Anafanya vitu kwenye maisha yetu kwa wakati. Anatimiza vitu kwetu sisi kwa wakati. Jambo moja natakiwa tuelewe ya kuwa Mungu yeye ni mwaminifu. Mungu yeye ni mwaminifu kwa watu wake. Mungu yeye ni mwaminifu wamchao. Mungu yeye ni mwaminifu. Akiahidi jambo Mungu anatimiza. Mungu akiahidi jambo kwangu, akaahidi jambo kwako mpendwa wangu, Mungu anatimiza. Lakini ni vema kusubiri. Katika kutimiza jambo kunahitaji subira. Ni vema kusubiri. Sasa kama Mungu anatenda vitu kwa wakati wake, ina maana kuna kitambo cha kusubiri. Kuna wakati wa mpito ambao mtu atakutana nao. Wakati hapo bado jambo halijatendeka. Kwa hiyo kuna wakati wa kusubiri. Kwa hiyo ni vema kusubiri wakati wa Mungu kwenye maisha yako. Ni vema kusubiri. Usiwe na haraka. Ni vema usubiri wakati wa Mungu kwenye maisha yako. Subiri. Usikimbilie haraka kutaka kufanikiwa wakati sio wakati wako. Usikimbilie kufanya kitu ambacho sio wakati wako. Na hapo wengi wamejikuta wameingia kwenye mtego, na baadaye wanalaumu maisha, wanalaumu hii mambo imekuwaje. Ni kwa sababu wamekimbilia wakati. Kwa hiyo wakati ni kitu muhimu sana kwa mtu. Wakati kwa subiri wakati wa Mungu, na Mungu ni mwema, atakutendea jambo unalomwomba. Atakutendea. Mama atakutendea, baba yangu atakutendea, kijana atakutendea. Yaani yoyote yule atatendewa, ila ni kwa wakati wa Mungu. Kwa hiyo ni kusubiri wakati wa Mungu kwenye maisha yako. Wakati wa Mungu, aidha ni huduma, subiri wakati wa Mungu. Kazi, subiri wakati wake anatenda. Biashara, kuinuliwa, kufanikiwa, kupata mahitaji mbalimbali, subiri kwa wakati wako. Subiri kwa wakati wake, Mungu atafanya kitu kwenye maisha yako. Wakati wa Mungu ukifika, kwa sababu ni wakati wa Mungu, hauzuiliwi na jambo lolote, hauzuiliwi na mazingira. Mazingira hayawezi kuzuia wakati wa Mungu. Mazingira hayawezi kuzuia wakati wa Mungu, kwa sababu wakati wa Mungu wenyewe ukifika tu, mazingira hayawezi kuzuia ili wewe usifike. Mazingira hayawezi kuzuia. Kwa hiyo wakati wa Mungu ukifika, kila kitu kinakaa sawa. Leo tutamwangalia mtumishi wa Mungu Yusufu katika kitabu kile cha Mwanzo 37 mstari kuanzia wa kwanza na kuendelea. Ile sura nzima ya 37 inamuelezea Yusufu. Wakati ulifika wa yeye kuonyeshwa mambo makubwa. Ulifika wa yeye kuonyeshwa vitu, lakini vilikuwa bado havijatimia, lakini alionyeshwa. Katika kitabu hicho tutasoma tu mistari michache, alafu tutaendelea kuielezea. Katika Mwanzo 37 mstari ule tutaanzia mstari wa 3. 37 mstari wa 3, tutaendelea kidogo mpaka ule mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi:
Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Mstari wa 5 anasema, Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikaizunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Namsoma Yusufu. Yusufu alipendwa na Israeli ambaye ni Yakobo baba yake. Yusufu alipendwa na baba yake Yakobo. Na kwa kuwa alikuwa ni mtoto wa pekee mno, Yusufu mcha Mungu, kijana huyu akaota ndoto. Wakati huo Biblia inasema Yusufu alikuwa na miaka 17. Akaota ndoto. Akaota ndoto ya kuinuliwa. Akaota ndoto ya kufanikiwa, kuwa juu. Wakati alipoota ndoto akaona wameenda na ndugu zake kufunga miganda. Mganda wake umejitenga, ukasimama, afu miganda ya ndugu zake ikazunguka ule mganda wake. Halafu imeinama, yeye mganda wake umesimama. Tafsiri ya ndoto hii ikawa ni kwamba Yusufu anatabiri ukuu, kwamba yeye atakuja kuwa mkuu, atawamiliki ndugu zake. Ndugu zake waliposikia maneno haya wakasema, hapana, hapana bwana, kwamba wewe utakuja kutumiliki. Haiwezekani. Wakazidi kumchukia Yusufu. Wakazidi kumchukia Yusufu. Lakini Yusufu anaona katika ulimwengu wa kiroho, anaona Yusufu kwamba yeye atakuwa si mtu wa kawaida. Atakuwa si mtu wa kawaida. Sasa wakati unapoona jambo lolote kwenye maisha yako, unaweza kuona mwaka huu, lakini ni mambo ambayo itagharimu miaka 3, 4 mbele au 5, na hiyo ndoto ikatimia. Sasa hii miaka ambayo inakuwepo, unasubiri jambo lako litimie, viko vipindi vigumu ambavyo utakutana navyo ili kufikia ndoto zako. Kuna msemo unasema, penye mafanikio hapakosi changamoto. Wakati mafanikio yanakuja na changamoto inakuja. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kipindi ambacho unasubiri lile jambo litimie, kuna changamoto. Yusufu kupitia ndoto yake akaingia kwenye changamoto. Changamoto ya kuchukiwa na ndugu zake. Baadaye ndugu zake wakaamua kumuua. Wakaazimia kumuua kabisa, kwamba bora tumuue, tuepukane kabisa na huyu, na tukirudi tutamwambia baba yetu, bwana mnyama mkali ameweza kumzuru, simba ameweza kumzuru, na tumerudi na kanzu. Kwa hiyo wakatafuta namna ya kumdhuru ndugu yao. Nini? Anaona vitu vikubwa ambavyo wao hawaoni. Kwa kuna vitu ambavyo Mungu atakupa wewe, wengine hawataweza kuona, lakini Mungu amekupa wewe. Unapaswa kuelewa ulichopewa hicho umepewa wewe, hajapewa huyo rafiki yako, hajapewa huyo ndugu yako. Unaweza kumshirikisha ndugu yako akakukatisha tamaa, akakuvunja moyo, lakini jua ya kwa